kama usikani kitu kanisani na kutaka kulala, sema ninaoni ya kiatu. Hii sio kiatu. Musa akaambiwa toa kiatu ya uwaji. Toa dhambi iliyoko ndani yako. Hii sio kiatu jamani. Haleluya. Hii ni kiatu ya dhambi ambayo Musa aliifanya, akawa Mmisri na akaweka. Ni Mmisri la Mmisri na akaweka kwa changarawe, akaficha mahali pale. Kanisa, usiangalie kiatu ya Pastor Chris nikinyunga naye. Usiangalie kiatu, angalia dhambi iliyoko ndani yako. Musa anaambiwa na Mungu, toa kiatu unachokifaa. Toa kiatu cha dhambi ulioko nayo. Toa kiatu cha uwaji ulioua. Musa akaambiwa toa kiatu, kwa maana mahali huko ni mahali patakatifu, panafaa paheshimiwe. Madhabahu ya Musa yakawa yanawaka moto, hayazimiki. Haleluya, hayazimiki. Usitoe kiatu na urudishe kile nimerudisha. Haleluya. Yaani usitoe dhambi na urudi tena kwa dhambi. Haleluya. Mungu anasema toa hiyo dhambi uko nayo. Hiyo dhambi ya kubeba vinyongo wachana nayo. Hiyo dhambi ya kwenda kwa kavucha wachana nayo. Hiyo dhambi ya chuki kanisani, ya kutopenda kanisani, hiyo dhambi toa. Usirudishe kiatu. Nimesema hii kiatu kinanuka vibaya. Haleluya. Hii kiatu kinanuka vibaya. Kwa nini nasema kinanuka vibaya? Unaporudi kwa dhambi utanuka vibaya. Haleluya. Unaporudia ni sawa na nguruwe. Nguruwe ni sawa na umbwa kurudia matandiko yake. Haleluya. Ninaposema nimeweka kiatu tena kinanuka vibaya, yaani ukirudi tena kwa dhambi itakuwa mbaya zaidi. Sawa na nguruwe aliyooshwa na kurudi tena matopeni. Sawa na umbwa kurudia matandiko yake. Yaani uliachana na ukaaba na unasema wacha nirudi tena. Mbona naongona jokio keli yengi? Mbona naongona jokio kijana yengi? Wacha nirudi tena kwa ukaaba. Hiyo ndiyo itakumaliza. Haleluya.